Hii vita yote mnaona Kasolo ananipiga. Nijue mimi nishamuelewa. Na mimi kitu ya kwanza nilikuwa rafiki yake kabisa. Eti namjua vizuri. Juzi tu amefanya eti amepota na corona, akaanza kukaa hapo Embakasi. Alikuwa anakaa hapo na mwanaume. Amekaa hapo karibu 2 weeks hapo na mwanaume. Mwanaume alikuwa ametoka nje, akilala na mwanaume. Na hizo vitu zote mimi nikajua. Akaniambia eti mimi nikisema hizo vitu ataniua na atanitangaza kila mahali. Mimi niko na video za huyo jamaa akifanya vitu baya sana. Na mimi kitu ya kwanza maneno yote unaona ananiekelea na niongea vibaya kusema eti mimi ndio nilikuwa nampigia magoti eti anipenda, hakuna kitu kama hiyo. Huyu maneno yenye anaongea hizo maneno zote manake mimi anajua nimemuelewa. Na yeye mwenyewe ameanza juu mimi sijatuma kitu yote, ndio before nitume hizo vitu watu waanze kuona mimi kama ni mtu mbaya. Mimi naitwa Fortune Mwekali kwa nyawani jui. Na huyo Kasolo mimi nimeimba kolabo na yeye. Hapo ndo nilianza kumjua. Tumeimba kolabo na yeye. Nilimlipa 40,000. Na nikamnunulia nguo zilikuwa karibu 20,000. Mimi mwenyewe ndo nilipa song. So sikujua kama ni mtu anaweza ngeuka kuwa hivyo. Kutoka hapo alianza kuniforce kuingia kwa chama zenye sielewi. Ananiambia eti kwanza wewe vile unakuja bio ukiingia kwa hii chama eti kuna chama ya lesbians. Ananiambia eti niingie chama ya lesbian, yeye ni shoga. Na hizo ndo kitu yenye anakulanga. Akarudi tena akaniambia nyanya yake ndo mleteanga pesa. Ndio maana hizi muachilia. Nikamuuliza nyanya yako anakuleteanga pesa aje? Akaniambia nikikuingiza hiyo chama utajua vile nyanya yangu ananiletea pesa. Haya, mimi nikaona kama Jones. Hiyo story mnasikia kitenge siri nini? Sikujua kama ilikuwa setup. Mimi mwenyewe natakuja tunaenda kuona nyanya yake. Na tukanunua kitenge tukampelekea. Sasa leo hii anasema mimi kutoka nipeleke kitenge kwa nyanya yake anaanguka, eti hiyo kitenge ilipotea. Na yeye mwenyewe ndo kuniambia eti ndio pesa yenye anakuanga nao na eti hiyo kuinuka ni nyanya yake. Yeye mwenyewe maana tulikuwa close friend kabisa. Hata naona watu wameona Kasolo alikuwa amevaa dress yangu. Umeiona hiyo story? Alikuwa rafiki yangu, hakuna kitu alikuwa ananificha. Kwa mimi nilikuja nilifika mahali mama kaniambia tabia kama hizi asifai kama kwa mtu ameokoka. Ndio Kasolo mimi nilimwambia hatuwezi kuwa marafiki. Akaanza tena kunikatia by force na ananiambia yeye hakuna msichana umkataa. Na nikimkataa ataniharibia jina kila mahali na watu watamwamini. Maana yeye ni celeb na mimi sijajulikana. Yeye hata akiongea State House watu watamjua. Mara anajuana na Ruto, si mara anajuana na nani, na hakuna mtu anamweza. Saa hii amelipa watu, kuna watu wako na group yenye wako nao wenye wananiongelea vitu zenye zinaomba mimi hata sijui. Juu mimi niliandika status nikasema juu aliniambia hizo vitu nikitoa ataniua. Na sio nani aliongea hiyo maneno, akafikiria ni mimi. Akanitumia watu. Mimi saa hii hata mahali ni kujificha kutoka ni shida. Ananifuata kila mahali, hata yeye mwenyewe ameandika record. Niko na hizo record au zote amenitumia ananiambia ataniua. Eti stop ninatoka nikuje kumharibia, hiyo ni kazi yake na hakuna mtu anamweza. Kwa nini kutaniambia ati ataniua within 3 days nitakuwa nimekufa. Ameua watu wengi na mimi ni kitu kidogo sana kwake. Ameniambia hivyo. Saa hii anaandika status matusi. Ametuma kila mahali ya Facebook, alikuwa akisema eti alipatana na shetani. Sasa hii story anataka ingeuke mimi kwa ni kama mimi mwenyewe ndio naanza. Kama kuna kitu najua mbona sijakuwa celeb. Mimi mwenyewe vile anaongea hivyo nicho sina mtu wa kunitetea. Lakini kitu yenye najua Mungu atanitetea. Mungu mwenye alinipa hiyo sauti ya kuimba hata kama anaimba kama punda atanitetea yeye mwenyewe. Saa hii hivi yenye anasema sijui mimi niko na sijui vidole tofauti. Mimi nimeenda kwa mganga eti niombewe ndo anipende. Hizo maneno zote aliniambia siku yenye nitangeuka nisema maneno yenye ameniambia ataongea hizo maneno. Na mimi mwenyewe sijaongea hizo maneno, ni watu wamemjua wakajua yeye tabia zake zenye akafanya. Akafikiria mimi ndo nimeambia watu na mimi hakuna kitu hata nilikuwa nimeongea. Sasa hata ndo naongea, mimi sikuwa nimeongea yote. Sasa ananiambia ataniua. Hata ukisikia mimi Fortune amekufa juu ni Kasolo amekufa. Kasolo mali yako ajue mimi saa hii. Mali niko amenitumia watu hata jana jioni. Nimekimbizwa na watu. Wapendwa, tuacheni kujifanya, tukueni real. Let's be real. Ukweli usemekane ukweli. Huyu msichana alinitukana status. Hakuna mtu alipigia simu akaniambia Kasolo pole. Umeona nini? Alinitukana vile anataka. Si ni kweli? Na mlijua ukweli. Maana siku ya harusi ya Auga, huyu msichana aliita kijana mdogo sana akaenda kulala na yeye. Muimbaji. Na nilipojua hii story nikauliza huyo kijana, mbona unadanganya na huyu msichana akupatie magoma udanganye? Huyu msichana alipojua nimejua hii story akajua nitaisambaza. Akaogopa akaanza kunianika Facebook, huko WhatsApp ndio nisiseme hii story yake. Sasa mjue ya kwamba Fortune is not a godly woman.
Fortune akona kidole iko na alama. Huyu msichana ni mshirikina kabisa. Hii kitu nayo sana. Anasema hiyo kidole haezi. Hiyo kidole mfanya sijui watu wafanye nini. Huyu msichana ni mshirikina for one. Kingine Fortune akona mambo mengi. Angalia mbwa kuna kitu anaikanga kwa mguu. Hii msichana hii ni shetani kabisa. Na nani miokozo wa mwitu no? Ona katika media ngane na media. His girl is evil. She is very evil. Evil kabisa. Evil kabisa. Na maondoleo ndabiti mando ni maondo manene mena wona mena kitemo. Anisanga muno robe mu support. Robo na ku bro we mutundu muno. Mwitu na kwa nangite sito muno. Uko na mu support. Mwitu na kwa nangite muno. Ngati zindana bidisi yake ko gowe. This girl is the evil girl. She's uni satani ngai. Uni mundu ukite sito ani. Na kanu mtabisa bano. Andiki bandu future Fortune ndaka atibasa. Nataka nitume audio ya Rose Muhando saa hii hapa. Msikie vile Rose ameongea juu ya Fortune. Rose analia sababu ya Fortune. Nataka kupatia wanaume advice. Wanaume waimbaji, mapasta na vijana ambao wanaibuka. Huyu msichana ako na mambo mingi na magonjwa mingi. Ndio maana unaona anakimbizana na wanaume hivi. Amenikimbiza nimechoka, ananiita bebi, ananipigia magoti, nina chat chonze muitua noe chonze. Na nina amulere nishei mkataa hapa Rongai stage. Akapiga duru tulikuwa na ana mbithe. Watu wanajua story ya huyu msichana na ananiandika kila mahali, ananiita shoga na nitukana. Mimi nikata story zake, amenibembeleza, amenijaribu, ameenda mpaka kwa Prophet Bahati. Bahati anamwambia achana na huyu ni mume wa wenyewe asikii. Hii ni ng'ombe ya wapi? Mwitunda katete kono, netako yipo usoku. Abwa nguluwenga, windia muno Fortune. We sense muno. Nduko no sio sense. Wo kwa mana kumpagwi, unaona umba andika status. Nina screenshot sionde. Na ndika kuweka ng'ombe, ndika kuwekea kwanza we. Na nduko no sio maisha mako. Na umena muno we. Na umena muno kabisa. Wo likagimani ite kituno no kona kibini na wali kakitoone kinene. Nina mani mwenye kukapika. Sione wako na kwindi. Ano ni funny mono. By the way, I'm so much disappointed. Okay, wamu dakija eche mondo ni shoga na onati nda mutuli anduba kwa kuya ambu kwa ukwete mukwenze ngua. Utinda kwa watawe muganga kumbabu kuna ni wizini family. Kwa wizi satani we. Kumbabu siya kuna ucheta ukimbete anguku siya KFC. I'm past that. Nikati ya wana ngukunyi. Nikati ya wanando membesa na ngamalea. Ipetisiene si ngali na si mali mbingi ekawe yuba skini ono na omba andika face WhatsApp ko kuonze na woni wombenda undulila si anduka mbuyi yambu ukuka utuma ndo ni nyasha ini umwete sasi opusi ba utote kwa muganga me shame ona shame ya ile ko swallow we mundu useless mono you ni wanina ona ni wata Facebook yu ngane na tuko mane kuku yu umbuye ya makulu kwa ngombe unikananga umbowe ongwadi na ombuye ana mayetako kote moyo we moyo abwisho kabisa na nduko no sio we. Wapendo tuacheni kujifanya, tukueni real. Let's be real.